Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunakuja na orodha ya matukio 12 ya kihistoria yaliyotikisa dunia na kubadili hatima ya wanadamu. Dunia imepitia matukio mengi, lakini yapo yale yaliyogusa hisia, kubadili historia au kuacha maswali mengi kuliko majibu. Hapa kuna matukio 12 yaliyotikisa ulimwengu na kuacha watu midomo wazi. Tunaanza na tukio la kwanza, shambulio la Titanic. Mnamo Aprili tarehe 15 mwaka 1912, meli iliyosemekana haiwezi kuzama ilizama katika safari yake ya kwanza kutoka Southampton kuelekea New York, kugonga mwamba wa barafu. Zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha. Kilichoshangaza dunia ni dharau ya kibinadamu dhidi ya nguvu ya asili na upungufu wa majahazi ya uokoaji. Tukio la pili, kutua kwa mwanadamu mwezini, ilikuwa ni Julai tarehe 20 mwaka 1969, wakati Neil Armstrong alipoweka mguu wake wa kushoto juu ya mwezi na kusema that one small step for man, one giant leap for mankind. Dunia nzima iliduaa. Cold War. Tukio hili lilithibitisha kuwa sayansi ya mwanadamu haina mipaka. Tukio la tatu, kuanguka kwa ukuta wa Berlin Novemba tarehe 9, 1989. Kwa miongo miwili, ukuta huu ulikuwa ni alama ya utegano kati ya itikadi ya kijamaa na kibepari. Kuanguka kwake ghafla ulishangaza ulimwengu, kwani kuliashiria mwisho wa vita baridi na kuungana tena kwa Ujerumani, jambo ambalo wengi walihisi isingewezekana tena bila damu kumwagika. Tukio la 4, mauaji ya kimbari ya Rwanda. Mwaka 1994, ndani ya siku 100 tu, takriban watu 80,000 waliuawa kikatili. Dunia iliacha midomo wazi, si kwa sababu ya ukatili tu, bali kwa sababu jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa UN zilitizama bila kuchukua hatua madhubuti kuzuia mauaji hayo. Tukio la 5, mashambulizi ya Septemba. Tarehe 11 mwezi wa 9, 2001, vikundi vya kigaidi viliteka ndege na kugonga kuta za mapacha World Trade Center jijini New York na Pentagon. Tukio hili lilibadili mfumo wa ulinzi wa anga duniani kote na kuanzisha vita dhidi ya ugaidi. Picha ya majengo yale yakiporomoka bado ni kovu ya moyoni mwa dunia. Tukio la 6, tsunami ya bahari ya Hindi. Ilikuwa ni Disemba tarehe 26, 2004. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 9.1 kwenye kipimo cha Richter lilisababisha mawimbi makubwa yaliyoua watu 230,000 katika nchi 14. Nguvu ya maji na kasi ya uharibifu vilionyesha jinsi mwanadamu alivyo dhaifu mbele ya majanga ya asili. Tukio la 7, kuchaguliwa Barack Obama Novemba 2008 katika nchi ya Marekani, nchi yenye historia ndefu ya ubaguzi wa rangi na utumwa. Kumchagua rais mweusi wa kwanza ilikuwa ni tukio la kihistoria lililoleta matumaini mapya duniani kote. Kauli mbiu ya Yes We Can ilivuma kote. Tukio la 8, kupotea kwa ndege ya MH370 March tarehe 8, 2014. Ndege ya Malaysia Airline iliyokuwa na watu 239 ilitoweka kwenye rada na haijawahi kupatikana kikamilifu hadi leo. Katika zama hizi za satellite na teknolojia ya hali ya juu, kupotea kwa ndege kubwa namna ile ni fumbo ambalo limeachia dunia maswali yasiyo na majibu. Tukio la 9, mlipuko wa majanga ya COVID-19 2020. Virusi vidogo visivyoonekana kwa macho vilifunga dunia nzima. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kisasa, miji mikubwa kama New York, Paris na Tokyo ilikuwa tupu. Uchumi ulihama na maisha ya mwanadamu yalibadilika milele ndani ya miezi michache. Tukio la 10, shambulio la kinu cha nyuklia cha Chernobyl. Ilikuwa ni April tarehe 26, 1986. Mlipuko katika kinu cha nyuklia nchini Ukraine. Wakati huo sehemu ya USSR ulisambaza mionzi hatari kote Ulaya. Mji wa Pripyat uligeuka kuwa mji wa mzimu ndani ya masaa machache. Tukio hili lilifundisha dunia hatari kubwa inayoweza kutokana na nishati kubwa ya nyuklia ikikosa usimamizi makini. Tukio la 11, kifo cha Princess Diana. Ilikuwa ni Agosti tarehe 31 mwaka 1997. Kifo cha Princess of Wales katika ajali ya gari jijini Paris kilizua simanzi ya kimataifa isiyo na kifani. Mapenzi ya watu kwake na mazingira ya ajali hiyo yalisababisha nadharia nyingi za njama ambazo bado zinajadiliwa hadi leo. Tukio la mwisho la 12, mapinduzi ya kidijitali na akili mnemba AI
Ingawa si tukio la siku moja, kasi ya ukuaji wa AI kama ChatGPT na nyinginezo kuanzia mwaka 2002 imeacha dunia midomo wazi. Uwezo wa mashine kufikiri, kuandaa sanaa, kuandika misimbo unabadili jinsi tunavyofanya kazi na kuishi, huku kukiwa na hofu na msisimko kwa wakati mmoja. Ni yule kijana wako Hamis bin Shale Abdu, umaarufu kama Hamis Napoli.